Yes, naitwa Engineer Dickson, ni mkurugenzi wa kampuni ya Dakoda, lakini pia ni software developer, moja ya timu yangu, moja wana timu katika timu ya development. Unajua watu wanaoendesha huduma za afya mko aina mbalimbali. Kwa wale wote wenye vituo vyovyote vile vya afya, dispensary, health center, clinic, maabara, huduma yoyote ya kituo cha afya, tumekuja na huduma nzuri ya kuhakikisha kila mmoja wetu sasa anaondokana na njia ya kizamani, njia ya kienyeji, njia ya kishamba ya kuendesha huduma bila kuwa na mfumo. Unajua sasa hivi watu wengi na makampuni mengi yamekuja na slogan na namna ambayo wewe inakupa mfumo wa kupanga ambao sio mfumo wako binafsi, mfumo ambao unakuwa unalipishwa, yaani mfumo ambao unakutengenezea kama vile ni asset, ni liability fulani kwenye ofisi yako, yaani mfanyakazi ambao unakuwa unalipwa. Sasa sisi tumekuja na huduma ya kupatia mfumo wako binafsi. Ni mfumo ambao uko smart, ambao uko katika standard zote, ambao una control wagonjwa wote, iwe ni mgonjwa bima, mgonjwa keshi, bima zote, huduma zote. Ni mfumo ambao ukiupata utakupa kila kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo mwenye huduma za afya, mfumo wetu utakusaidia kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho, kuanzia hatua ya kumpokea mgonjwa, registration, hatua ya kumove mgonjwa kwenye malipo, account na finance, hatua ya kumpeleka mgonjwa aidha unampeleka kwa daktari kwa ajili ya kufanyia consultation, hatua ya kumtoka daktari kumrudisha maabara, na hatua ya kutoka maabara kumrudisha kwenye maripo, na kutoka kwenye maripo kumrudisha dispensing, na mwisho siku na kuondoka. Ni mfumo unaofuata procedure zote anazojua katika huduma ya afya. Sasa naomba nikupeleke kwenye demonstration uone hatua kwa hatua namna gani huo mfumo utaweza kukusaidia kuanzia hatua ya mwanzo mpaka hatua ya mwisho. Mwisho siku utasema sasa kwamba ni nini ambacho kimebakia kwako, ni kujipatia hii huduma ya mfumo bora na safi ambao ukishafungiwa ni milele daima, hakuna kulipia tena ever. Karibu sana Dakoda, na karibu kwenye demonstration yetu uweze kuona namna gani mfumo utakavyoweza kukusaidia katika huduma zako. Karibu sana. Kituo cha afya, wewe mwenye dispensary, wewe mwenye polyclinic, wewe mwenye refu yoyote ile ya huduma ya matibabu ya hospitali, huu ni mfumo ambao unakufaa. Una function zote, una idara zote, una OPD, una IPD, una radiology, una dental, eye, RCH, physiotherapy, oncology na eneo zote zinazohusiana na masuala ya huduma za kiafya. Labda tu tuone hatua ya kwanza kwa watu wa mapokezi. Watakuja kwenye patient management. Patient management atakuta kuna vitu viwili vitatu. Kuna sehemu ya kuregister patient, kuna sehemu ya kumove patient, na kuna sehemu ya exchange au transfer patient. Kwa hiyo nikiko sehemu ya register patient, moja kwa moja tutakutana na orodha ya wagonjwa waliosajiliwa. Kwa hiyo kama kuna wagonjwa shawasajili utaona mahali hapa, lakini kama ni mgonjwa anafanywa revisit, tutamfanyia revisit. Kama ni mgonjwa mpya, tutakuwa na fomu ya kuadi mgonjwa mpya. Na sisi mtakuuliza, je, unataka kufanya nini? Nataka ni chagua patient type au category. Ni cash au ni bird? Tuseme labda ni cash. Haya, date of birth, tuseme huyu kazaliwa mwaka 1990. Jina lake anaitwa nani? Ni Hamisi Simon Musa. Jina la mwisho. Occupation yake, physical address yake, anakaa wapi? Labda Kinondoni. Kinondoni ndo anakaa hapo, Kinondoni Dar es Salaam. Namba yake ya simu 0658183589. Physical mental status, maybe huyu ni single, gender, huyu ni male. Ni vitu vingine, patient ka type, outpatient au ni patient. Mimi naacha outpatient, nitaregister. Kwa hatua ya kwanza tunakuwa tumeshamregister mgonjwa wetu, yuko registered. Sasa huyu mtu wa mapokezi ataangalia huyu mgonjwa wetu anataka kwenda wapi. Anakuja kwa sehemu ya patient movement. Sehemu ya patient movement ndio sehemu ya kuwatuma mgonjwa. Kuna sehemu ya move appointment, direct au wale wa direct. Direct ndio wanaenda labda kwa ajili bila consultations, nani patient, au anakwenda maabara moja kwa moja, anakwenda dental moja kwa moja, anakwenda eye moja kwa moja, ultrasound moja kwa moja. Sisi tunaenda kwa consultations. Utachagua move cash patient. Utachagua, je, unamtuma kwa daktari gani? Madaktari wote wanakuwa wako umeorodheshwa mahali hapa, na kila daktari anakuwa tayari anaenda kwa mgonjwa, anapata mgonjwa wake husika. Utachagua daktari husika. Sisi mtakuandikia consultation fee
send for billing, maana yake mgonjwa unamtuma kwa ajili ya kulipisha consultation fee ya shilingi 5,000. Labda wewe consultation fee yako ni shilingi 2,000, 3,000, 1,000, 10,000, 20,000. Kila daktari atasetiwa na consultation fee yake. Sasa tuna send for billing, huyu mgonjwa anakwenda sasa kulipishwa consultation fee. Kwa atakuja mtu mhasibu, accountant and finance. Kwenye accountant and finance, outpatient bill, tutamuona mgonjwa wetu ambaye anatakiwa kulipiwa consultation fee. Kwa consultation bills utamuona mgonjwa na bring, yuko hapa na bring tayari ni shilingi 5,000. Itakwambia get payment. Kwa get payment, confirm payment, tayari mgonjwa ameshafika kwa daktari husika for consultation kwa ajili ya ku be attended. Kwa hiyo lakini unaweza kaamua either aende manesi wamuingizie vital sign. Kwa hiyo unaweza kuja kwa manesi hapa, patient triage, hiyo ni nursing station, wanaweza kaja kwenye nursing stations, ukamwona mgonjwa wetu anaitwa nani, Hamisi Musa huyu hapa, vital sign record, ukamrekodia vital sign zake. Hapa ziko nyingi sana. Kuna oxygen zako, blood pressure, pulse rate, temperature, respirations, weight, height and the BMI, body mass index. Labda tuseme kwamba oxygen cycle unamwekea unaiona mwenyewe, au body pressure utaweka mwenyewe, pulse rate, temperature, tuweke temperature tu labda na 36.8. Labda body height, ana uzito wa kilo 90, ana urefu wa sentimita 150, ana BMI ya 40 automatic, utasave sign zake automatic za ziko saved. Baada hapo tunakuwa daktari atamchukua mgonjwa wake, sasa atakuja kwa doctor panel, manage patient, na doctor atamuona mgonjwa wake amekuja, ataona available patient from reception wako 4, from lab result wako 4, from reception iko 1, lab result wako 4, unaona admitted watu 10, automatic doctor anaona, dental result wako 2. Kwa hiyo sisi tunakuja from reception, tuna click hapo from receptions ili tuweze kuona wagonjwa wetu from receptions, ambapo tunakutana kuna mgonjwa mmoja ambao ni Hassan Simon Musa outpatients, ambao tena kwambia waiting times mpaka sasa hivi ana dakika 2 na sekunde 54 yuko on waiting times. Hapo kuna sehemu ya ku attend patient, kuna sehemu ya open patient files. Kwa hiyo unaweza ku open patient files before you attend, ukaona last times visit zake zilikuwaje na alikuwa anavisitiwa kwa namna gani. So ukaona ukafungua file yake kama unataka kufungua file. So far haiwezi kufungua kwa sababu hatuna historia yake hata moja. Kwa hiyo utakuja kwenye sehemu ya attend patient, utaona automatic itafunguka na vital signs record za hapa utaziona automatic. Sasa hapa kuna tracking sheet ya mgonjwa, kuna chief complaint, kuna historical of previous illness, kuna review from another systems, kuna past medical and surgical histories, kuna families and social histories, kuna general examinations, local examination, estimated examinations. So unaweza ukachagua unataka kumwattend ni ipi, unataka kumwandikia ni ipi. Mimi nasema kwamba kwenye chief complaints, you like chief complaints za mgonjwa anaumwa nini, alikuwa anaumwa siku 5 dada hivi, akawa anaumwa amelala, kana anaota ndoto anaenda mbinguni, ukaandika kila kitu hapo kamaliza. Then ukaja kwenye pre-diagnosis ya mgonjwa, kesi that pre-diagnosis mgonjwa na tatizo gani. Na hizi diagnosis na kodi zote za mtua ICD-10 zote ziko mahali hapa. So ukasema labda pengine ana abdominal and pregnancy. No, huyu ni mtu wa kiume, abdominal pregnancy sio kweli. Tuseme labda ana kitu kinachoitwa abdominal and acute. Abdominal and acute tunaweka hapa. Labda pia kitu kingine pia tuweke na typhoid. Ana typhoid this one. Baada hapo sisi tuna confirm hizi pre-diagnosis za mgonjwa wetu. Secondly tunaanza kwenye investigations, lab investigations hapa. Tunampeka maabara, sasa kapime nini? Tunachagua vipimo vyote viko mahali hapa. Unachagua pengine akapime labda ESR hii hapa, na inakwambia paka bei shilingi 5,000. Sasa hizi bei zinakuja kulingana na bei ya kituo chako. Utasema labda kapime HB, high blood HB, hemoglobin kwa HB for hemoglobin. Utaambia tu akapime labda na urine analysis, akapime na urine analysis. Hizo unamwambia kabisa toto yako ni shilingi ngapi, 11,000. Kwa hiyo utaconfirm kwa ajili ya kwenda kumtumia. So unaweza kukuta mgonjwa wako pengine ana maumivu makali, kusubiria mpaka vipimo vitoke maabara itachukua muda mrefu. Unasema okay, I want to send you for kwa ajili ya rabu. Utaenda kwa ajili ya rabu, na kutumia na nataka kukuandikia dawa za kupunguza maumivu. So unaandika dawa zako labda paracetamol, unaandikia paracetamol hizo hapo, labda akatumia vidonge kwanza, atumie vidonge vya kupunguza maumivu kwanza. Utaandika dosage, route, frequency na kila kitu. Utaandika, utajaza mahali hapo. So utachagua vile unavyotaka wewe mwenyewe. So mimi nisimwandikie dawa sasa hivi na achane naye. Mimi nataka ni confirm na send kwa ajili ya kwenda kulipia aende maabara.
Hizi dawa mimi siziandika, nimeachana. Nataka mpaka kitoka maabara ndio nijue kwamba vipimo vyake vinasomaje, ana ugonjwa au hana ugonjwa, ili aweze kutibika. So hiyo ni hatua ya kumpokea mgonjwa, hiyo ni hatua ya kumcrack mgonjwa, hii ni hatua ya kumtuma mgonjwa aende maabara. So what next step? Next step ni kwa ajili ya kuhakikisha mgonjwa wetu sisi tunaangalia sehemu ya malipo. Sehemu ya malipo anaenda kwa ajili ya kulipisha zile huduma ambazo ameandikishiwa. So huduma zetu tunazipata wapi? Huduma zetu tunazipata kwenye account and finance. Yes. Hapa sasa mgonjwa wetu tushampeleka tayari kwa ajili ya malipo, tushamclack, tunampeleka kwa ajili ya kufanyiwa kwa ajili ya account and finance, kwa ajili ya kulipishwa malipo yake. Tutakuja kwenye account and finance, outpatient bills, tutakuja kwenye sehemu ya outpatient bills na doctors bills. Kwa doctors bills hapa tutakuja kwa doctors bills, tutakuja kumlipisha mgonjwa wetu. Tutaziona zile wagonjwa wetu ni hawa, na mgonjwa wetu ni Hasani Musa. Start payment maana yake hapa anakuja kulipishwa mgonjwa wetu, tunalipa vipimo vyake ni ACR, HB na urinalysis, total shilingi 11,000. Tuna verify payment, tuta click okay. So what next ni kwamba mgonjwa wetu sasa tushamsend kwenda maabara. Atakuja mtu wa maabara kwenye department, kwa sehemu ya maabara department, sehemu ya maabara hapa laboratory department. Tutakuta mgonjwa wetu yuko hapa, ana exist hapa. Patient yuko mmoja ambaye ana exist hapa, anaitwa nani? Ni Hasani Musa. Tayari yuko bill payment, yuko verified, na utaona tayari ameshalipa confirm. Kwa uta accept and continue. Baada hapo utakuja kwenye hatua ya mwisho ya kuhakikisha kwamba una go next, ili uweze kujaza majibu yake ambayo umeyapata. Ukishapima, nikwambia upload result, utaanza kwa upload result. ESR alikuwa ni nini? Utachagua hapo, uta-upload. Labda ilikuwa ni, unajua ni watu wa maabara mnajua, utajaza hapo. Labda HB alikuwa na damu kiasi gani, ambapo utaandika HB ni kiasi gani, utaandika level ya ndani yake, kipimo kimesema ngapi, utajaza hapo. Utakuja kwenye urine analysis, utapata parameter na vitu vingi sana. Iko hapa, kuna leukocytes, kuna nitrate, kuna proteins, pH, blood, specified gravities, glucose, ketones, chochote kile ambacho umekijaza utaandika hapa, then utakuja ku upload. Finally utakuja kumtumia daktari majibu yake ambayo umeupload kwa mgonjwa, utakuja kusubmit na daktari atakuja kuona majibu yake automatic. Daktari akija hapa ataona majibu yake ya mgonjwa ambayo amekuja, na anaweza ka print na akamprescribia dawa mgonjwa. So lab result hapo watu 6 kama inavyoonekana hapa, watu 6. Mimi nitakuja kwenye Hasani, huyu hapa ni mtu Hasani, nitajaza hapa. Wengine hao walikuwa na exist, nitakuja ku view result zangu, nitaona result ya Hasani iko hapi, inakuwa na exist mahali hapa. So naweza ka view lab result, nikaja nikaprescribe, nikaandika dawa zangu ambazo ziko hapa, nikaprescribe dawa kwa mgonjwa, na mgonjwa akapokea dawa zote na akaenda kulipishwa na ikawa dispensed. Kwa system inafanya each and everything kulingana na mahitaji yako wewe, mtu wa kituo cha afya. Karibu sana DACODA, tuweze kupatia mfumo mzuri utakaoendesha huduma zako za afya. Asante na uwe na siku njema. Na ungependa kujua sasa napataje hiyo huduma? The issue, utapataje huduma bora? Achana na huko makanji njuko, utapataje huduma bora iliyo safi? Karibu sana, tuko hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ndo ofisi yetu mama iliyopo maeneo ya Kinondoni Studio, katika jengo la Tiger Group floor ya 6. Ukifika hapa Dar es Salaam umefika ofisini kwetu, lakini huhangaike pia kutufuata sisi tunakufuata wewe ulipo. Wewe tunatukaribisha, tunakufika sehemu ulipo, popote pale ulipo, iwe Dar es Salaam, iwe Mwanza, iwe nje ya Dar es Salaam, nje ya Tanzania, popote pale. Lakini pia kuna namba zinatembea hapo chini na mawasiliano, unaweza ukachukua namba zetu hapo ukawasiliana na moja kwa moja na mimi hapa au na ofisi yangu, ili uweze kujua namna gani ya kufanikiwa katika maisha yako kwa huduma za kimfumo. Karibu sana DACODA, na tunakushukuru na tunakutakia heri katika biashara yako. Goodbye.